Ndugu watazamaji, nataka kuwafahamisha kinachoendelea katika taifa la Tanzania. Ninavyoenda hewani sasa hivi, Tanzania hali si hali. Wananchi katika taifa hilo wameweza kuandamana kuonyesha kwamba kutoridhika na jinsi mambo yanavyoendelea kule Tanzania. Mnavyojua, juzi kulikuwa na uchaguzi na uchaguzi ulikuwa umekumbwa na utata, ulikuwa na utata mwingi kwa sababu rais wa taifa hilo aliweza kuhakikisha kwamba ameweza kuwafungia wapinzani wenye walikuwa na uzito ambao wangemtoa mamlakani, akiwemo kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Tunavyozungumza, uchaguzi ulifanyika ukakamilika bila mgombea huyo Tundu Lissu kuwa debeni. Kwa ufupi, Rais Suluhu Hassan, Mama Suluhu Hassan alikuwa uwanjani, alikuwa debeni peke yake, alikuwa tu anapingana na kifuri chake. Na kwa hivyo Watanzania ambao wamevunjika mioyo, Watanzania ambao wamekadhabishwa kabisa na jinsi ambavyo shughuli zote zilifanyika, wako barabarani. Na ikumbukwe ya kwamba ni mara ya kwanza kabisa katika hilo taifa kufanya maandamano kama hayo. Kumbuka mataifa mengine, kwa mfano tu Kenya, wamekuwa wakifanya maandamano ya kila aina, na mojawapo mliona kikundi cha vijana mwaka uliopita ambao walikuwa wanajiita Gen Z wakiweza kuingia mpaka wakaingia kwa bunge. Na kwa hivyo Tanzania hali si hali. Picha ambazo zinatoka katika taifa la Tanzania zinaonyesha kundi la watu ambao wako wamejikaza kabisa, wako na maono kabisa, na wanasema ya kwamba watahakikisha wamefika hata kama ni Ikulu ili kumtoa ama kumng'atua Rais Suluhu Hassan, kwa sababu hii wanasema kwamba ni ubakaji wa demokrasia katika hilo taifa la Tanzania. Ikumbukwe ya kwamba hii ni mara ya kwanza kabisa Rais Suluhu Hassan angeenda kupigiwa kura ama angeenda katika uchaguzi na kujitoa debeni kama mgombea kwenye kiti cha rais. Kumbuka, Rais Suluhu Hassan amekuwa mamlakani kutoka mwaka wa 2020 baada ya kifo cha aliyekuwa rais wa taifa hilo la Tanzania, Pombe Magufuli. Kwa ufupi, Rais Suluhu Hassan amekuwa tu akikalia kiti cha marehemu Rais Pombe Magufuli, na sijui mbona ameogopa kabisa kujiweka uwanjani na wapinzani wake. Demokrasia, kuharibu kabisa demokrasia ya Kiafrika. Tuseme ya kwamba alipochaguliwa kabisa kuwa rais wa kike wa kwanza katika Afrika, watu ambaye aswa tulikuwa ama walikuwa wanashabikia uongozi wa wanawake walifurahia sana. Mimi pia sikuachwa nyuma, nilifurahia sana kwa sababu ingekuwa wakati ama ni wakati wa kwanza kabisa kuwa na kiongozi wa tajriba hiyo aswa katika kiti cha urais. Kwa hivyo Mama Suluhu Hassan akajipata akiwa na kiti ama akajipata katika nyadhifa ya urais. Tulifurahia na tukasema kwamba huyo mwanamke ataweza kuwapea heshima wanawake wengine na pia mataifa mengine nje ya taifa la Tanzania watajifunza kwamba pia wanawake wanaweza ongoza. Lakini vile mambo yalivyo, ninasikitika kabisa moyoni kusema kwamba Mama Suluhu Hassan ameweza kuonyesha mfano ambao si mfano mwema kabisa. Ameweza kuharibia uongozi wa wanawake, ameweza kuharibia wanawake ambao wamejikaza kabisa kupigania uongozi wa mataifa mbalimbali, kwa sababu ameweza kuonyesha mfano mbaya. Hivi tunavyoongea, watu wamepoteza tumaini na uongozi wa wanawake. Wanasema kwamba kama huyu ni wa kwanza kabisa kujaribiwa na hivi ndivyo anafanya taifa la Tanzania, je, na wengine je? Basi hatutaamini uongozi wa wanawake. Ni wazi kwamba uongozi wa Mama Suluhu umekuwa mbaya zaidi. Kumbe wenye wanaishi katika taifa la Kenya wanajua kwamba kuna demokrasia kweli, wajifunie kwa taifa lao. Tunavyoongea hivi sasa hivi kuna freedom.
Hakuna freedom, haipo Tanzania. Wanahabari hawana freedom, wananchi hawana freedom, the freedom of expression hawana kabisa, hawana haki hawana haki wanahabari, hawana haki, hawana zile haki, hawawezi kufurahia na zile haki zao za wanahabari kwa sababu wameweza kufungiwa. Kuna baadhi tu ya mambo hawawezi peperusha moja kwa moja. Tunavyozungumza internet imeweza kufungwa katika taifa lile la Tanzania. Kwa hivyo Mama Suluhu Hassan ni dikteta, na hivi ndivyo mambo yanavyoendelea kwa sasa hivi tunavyoongea. Wananchi wale wamechoma baadhi ya vituo, hata vituo mbalimbali vya polisi vimeweza kuchomwa. Tunavyoongea kuna kituo ama kuna ile nyumba ya mahakama ama tuliweza kuarifiwa ya kwamba vijana walikuwa wamekita kambi hapo nje kuitaka kuiteketeza. Magari kadhaa yameweza kuteketezwa pia, na nyumba za kifahari za kibiashara kadhaa zimeweza pia kuteketezwa kabisa. Yaani kuna uharibifu wa mali katika taifa la Tanzania. Pia tunavyozungumza ni kwamba kuna baadhi ya wananchi wengi sana wanatembea kuelekea Ikuluni. Kwa hivyo hali si hali. Nitazidi kukufuatilia hii mambo jinsi yanavyofanyika katika taifa la Tanzania. Nitazidi kukufahamisha ili uweze kuona taswira kabisa jinsi mambo yanavyoendelea katika taifa lile la Tanzania. Lakini ninavyoenda hewani sijui kutaenda vipi na Mama Suluhu Hassan. Je, kuna wale wanasema kwamba Mama Suluhu Hassan ameenda mafichoni, lakini ni taarifa ambazo hatujaweza kuzithibitisha. Kuna wenye wanasema, wanaeneza taarifa ya kwamba Mama Suluhu Hassan ako mafichoni, ameweza kutorokea taifa fulani. Ni mambo ambayo ataweza kuyaweka ama kuthibitisha kwa ukweli kabisa kama ameweza kutoroka, lakini hajatokea ili aweze kusema hali iko namna gani. Lakini pengine ni sheria ya ile taifa ya Tanzania, pengine utamwona tu akitokea wakati atatangazwa mshindi, na vile tu mambo yalivyo venye kura zinazidi kutangazwa na tume ile ya uchaguzi ni kwamba Mama Suluhu Hassan ameweza kuongoza kwa asilimia 99.9. Sijui mpenzi mtazamaji, uko na maoni gani ya kusema kuhusu uchaguzi, kuhusu zoezi lote la uchaguzi katika taifa la Tanzania? Ni tumaini langu utaweza kutoa maoni. Ingia hapa chini kwenye comment section uweze kuniandikia ujumbe wako, na usisahau kubonyeza hapa alama ya kusubscribe, uweze kusubscribe na uweze pia kufinya ama kuclick to the notification bell, alama ya kengele, ndio nikiweka video mpya hivi YouTube itaweza kukufahamisha na utakuwa miongoni wa watu wa kwanza kabisa kuitazama video mpya hivi.